Wanakimbia. Wanakimbia kabisa. Wanakimbia. Dunia nzima iliamini kwamba M23 kufika mjini Uvira na kudhibiti huu mji itakuwa ni hatari sana kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini imekuwa tofauti sana. Inaonekana hapa kati kuna baadhi ya vitu ambavyo imekuwa ni ngumu sana kuwezekana, kwa sababu moja kati ya maeneo muhimu ambayo ni kiunganishi cha sehemu kubwa ambazo zina madini mengi, utajiri mwingi wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi Uvira ni kiunganishi muhimu sana. Kwa sababu ili utoke Bukavu kwenda Katanga moja kwa moja uende huko mkoa wa Tanganyika na sehemu zingine hadimu au sehemu zile ambazo kuna madini muhimu ambako kunaendelea uchimbaji wa madini na mambo mengine, lazima upite katika mji wa Uvira ambako ni mji unaounganisha Uvira na sehemu unaunganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi nyingi, lakini pia vile kuna utajiri mkubwa sana kwenye upande wa maeneo kama Katanga huko, tukiangalia maeneo kama Misisi, Ngalula, Nyange, sehemu nyingine, yani huko ni sehemu ambazo kuna migodi mingi sana ya madini kama dhahabu na madini mengine. Sasa hawa M23 kitu ambacho walikuwa wanahitaji ni kuteka mji wa Uvira, kuendelea kudhibiti na wao kuendelea kusonga mbele. Lakini imekuwa ngumu kwa sababu kuna jambo hapa katikati ambalo inaweza kuwa ndio sababu ya wao kufeli. Maana tukiangalia mbinu ambazo wanatumia ni kudhibiti yale maeneo ambako kuna utajiri au kuna rasilimali ambazo ndizo zinawafanya wao kuendesha mipango yao, kwa sababu bila pesa huwezi ukafanya kitu kama hiki. Bila kuwa na utajiri, bila kuwa na rasilimali, bila kuwa na madini, huwezi ukaendesha vita, huwezi ukapigana bila kuwa na kitu ambacho wewe utakiuza ili upate silaha, utakiuza ili upate chakula, utakiuza ili upate kuendelea kujijenga kiuchumi, kwa sababu vita ni uchumi. Ukipigwa kwenye uchumi, basi hata kwenye vita lazima ufeli nchi yako. Ndio maana kila kukiwa kuna vita, kitu cha kwanza ambacho kinakuwa kinashuka nchini ni uchumi. Kwa hiyo ili uendeshe vita na ukabiliane mapambano, ili kwa asilimia kubwa upate ushindi, lazima uchumi wako uwe strong. Sasa M23 kukimbia mji ambao ni mji ulio vizuri kiuchumi, ambao ungeongezea uchumi, urudi nyuma na kuacha mji huo, tunaweza tukasema kwamba ni kufeli. Kwa hakika asilimia kubwa M23 tayari wamefeli. Naweza nikasema wazalendo, jeshi la FARDC tayari limepata mafanikio makubwa kutokana na hili, kwa sababu hapa tunachosikilizia sasa ni kuona yale maamuzi ya vijana ambao ni wazalendo kuendelea kupambania kile kitu ambacho walikuwa wamekianza. Kitu kikubwa hapa ni umoja, mshikamano na kuwa bega kwa bega, ili walao kufikia zile sehemu ambazo zinatakiwa. Nikombe kusubscribe hii hapa ambayo ni Dems Media, na bado tunaendelea kukuchambulia na kukuonyesha kile ambacho kinaendelea kwenye uwanja wa vita hapa mjini Uvira, ambako raia sasa hivi wanaishi kwa asilimia 50 kwa 50 ya amani au kutokuwa kuna amani, kwa sababu wengi wana wasiwasi kwamba M23 wamejificha, wamejigeuza kuwa raia, wakajificha ili walau wapate kuendesha mambo yao kama raia. Ndio maana unaona siku hizi kunasikika kuna maandamano na mambo mengine, ili uzonga kuonyesha kwamba wanahitajika sana mjini Uvira, au raia wa Uvira wanawapenda sana wawepo. Hebu jiulize, mtu ambaye anakuja kwako kufanyia vurugu, kukusababishia matatizo, kukusababishia kuzorota kwa amani, kukusababishia kuzorota kwa uchumi, kukusababishia ndani kwako kuwe kuna njaa, kuwe kuna machafuko, wewe mtu huyo unaweza ukampenda? Mtu huyo wewe unaweza ukamunga mkono? Sasa labda tunaweza tukasema mtu aweza kachukiwa na watu wote, okay, lakini asilimia kubwa ya watu ni wale ambao hawawapendi na wala hawataki kuwasikia, kwa sababu ni watu ambao wamezorotesha vitu vingi sana. Angalia kwa sasa kuna baadhi ya vitambulisho ambavyo ukitembea navyo nchini kwako wewe mwenyewe, ukitoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, unaonekana kama wewe ni mkimbizi, au wewe sio mtu wa hilo eneo, au wewe ni mtu kutoka nchi jirani wakati upo kwenye nchi yako. Mtu ambaye amekusababishia jambo hilo, wewe unaweza kukubali? Amekufungia njia za kusafirisha vitu vyako, ili sasa hivi mtu atoe mzigo wake labda sehemu kama Bukavu, Goma,
lazima uzunguke, upite labda Burundi, uje Tanzania, ndio ufike Lubumbashi. Hebu fikiria hizo gharama. Ni gharama kiasi gani ambazo zinatumika? Kwa hiyo unaona kwamba kuna vitu ambavyo hata mtu asiyekuwa na akili anaweza akajua tu hapa kuna mchezo ambao unaendelea. Sasa yote haya yametengenezwa na kundi la waasi la M23 na AFC kushirikiana na Rwanda, ambaye ndiye mlalamikiwa au mshukiwa wa kwanza, nchi ambayo inahusishwa kwa 100% kuisupport au kuweka nguvu zake kwa jeshi hili la M23 AFC. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba tunachokiangalia sasa hivi ni amani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na si kitu kingine. Kwa sasa hamna kitu ambacho kinatetewa zaidi ya amani, hamna kitu ambacho kinatetewa zaidi ya ule umoja ambao ulikuwepo kati ya Wakongomani kwa Wakongomani. Ni miaka mingi sana vita vinaendeshwa, vinaisha, vinakuja kwa sababu ya hizi rasilimali, na mchochezi mkubwa kila siku anajulikana ni Rwanda. Je, Kongo inashindwa kumpiga Rwanda? Hapana. Lakini uwezo ukatatua tatizo kwa kuleta tatizo lingine. Ndio maana unaona akili kubwa zinatumika ili kutuliza hizi harakati ambazo zinaendelea. Nikwambia kusubscribe Dems Media kwa update zote ambazo utakuwa unahitaji kupata. Uchambuzi wa kina utakuwa unakujia kila siku hapa kwenye Dems Media. Tutakuwa tunaangazia yale mambo ambayo ni ya kisiasa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.